Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sura ya 16 aya yake 125 Qur'an. Leo ni siku ya pili katika muhadhara wetu eneo hili la Mtwapa, na alhamdulillah, cha msingi ni kwamba tunahakikisha kwamba ujumbe wa Allah utamfikia mtu ambaye anasikia sauti hii. Kwa hivyo mnakaribishwa sana. Mwalimu amepita amezungumza mengi sana ya maana kuhusu sifa za Mungu, kwamba Mungu si Mungu mzazi bali ni Mungu muumba. Ikiwa ni Mungu muumba, basi bila shaka wale aliowaumba kuna namna fulani ambayo amewaamrisha waweze kuyatekeleza mambo hayo. Lakini kwa sababu watu wengi hawayajui, ndio Mungu akatuambia maneno haya katika Qur'ani, sura ya 16 aya yake 125. Mwalimu, twende. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasema, naam, waite watu katika njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mema. Waite watu katika njia ya Mola wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa awaite watu. Waislamu ni watu, Wakristo ni watu, Hare Rama ni watu, Hare Krishna ni watu, Kalasinga ni watu, Baniani ni watu, Walevi ni watu, wachawi ni watu, wakora ni watu. Tunaambiwa tuwaite katika njia ya Mola wetu, njia ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Kwa hekima na mawaidha mema. Tuwaite kwa hekima na mawaidha yaliyokuwa mema. Endelea baba. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Kisha Mungu akasema tujadiliane na hao watu kwa namna iliyokuwa bora. Twende. Sio kwa kuwatukana wao, sio kwa kuwatukana hao watu au kutukana dini yao, Kwa amri hii ndio ambayo imetuleta hapa. Kwa amri hii ni lazima tuweze kuifikisha. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema tuwaite watu katika njia ya Mola wetu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba watu akawekea njia, na hiyo njia mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mitume na manabii waje wafundishe kuhusu njia kama hiyo. Sura ya pili aya 213 Qur'an. Sura ya pili 213 inasema, ndio wale wenye kuandika maandiko matakatifu ndani ya kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Ndio inasema watu wote, naam, walikuwa wa dini moja ya haki. Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki. Aliyokuja nayo nani? Aliyokuja nayo Nabii Adamu. Dini hiyo ya haki, watu wote walikuwa kwa dini hiyo. Maana yake ni kwamba baba yetu Adamu pia alikuwa na dini, na hiyo dini inaitwa ni ya haki. Aliyokuja nayo dini hiyo ni Nabii Adamu ambaye ndio baba yetu. Endelea mwalimu. Kisha wakahitilafiana. Kisha wanadamu walipozaliwa na baba yetu Adamu wakafundishwa dini hiyo, baada ya Adamu kufariki watu wakatofautiana juu ya dini hiyo. Endelea. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watu wao habari njema na waonyao. Mwenyezi Mungu akawaleta manabii, kazi yao ni kutoa habari njema na kuonya watu. Twende. Na pamoja nao akawateremsha vitabu vilivyoshikamana na haki. Pamoja na hao manabii Mwenyezi Mungu akateremsha kitabu ambacho kitabu hicho kimeshikamana na haki, ili vihukumu baina ya watu katika yale waliohitilafiana. Kazi ya vitabu ni kuleta hukumu kwa yale ambao wanadamu wametofautiana. Tukija hapa tunawaambia jameni, sisi Waislamu tunasema Yesu ni Muislamu, Wakristo wanasema Yesu ni Mkristo. Hiyo ndio tofauti. Vitabu vije vituweke sawa. Wewe unaogopa nini? Unaogopa nini kukaa kwenye meza?
ina maana hujiamini kwamba kweli Yesu ni Kristo, ama na kama Muislamu kweli ule, ukimwangalia na ndevu na kanzu, yaani una wasiwasi wewe mwenyewe, uko kwenye dini una wasiwasi. Hao ndio matatizo. Kama huna wasiwasi, meza hiyo hapo. Kama huna shaka kabisa, meza ndio hiyo hapo, kwa sababu vitabu viletwa na manabii vije viturekebishe. Kwa hiyo tunarekebishwa ni vitabu vituambie hiyo dini ya haki ni gani. Wakija wanasema, wanatoa andiko, mimi ni njia, haki na uzima, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo sisi dini yetu ya Ukristo na ni dini ya kweli, ni yenu ni ya haki. Unamwelewa kabisa huyu si mkosti, usi wa pwani huyu. Kama hajui tofauti ya haki na kweli, huyo si wa hapa. Yaani unataka kutenganisha neno haki na kweli, ambapo mtu hawezi kuipata haki mpaka awe mkweli, na akiwa mkweli lazima atazungumza yaliyo ya haki. Sio, tunafahamiana? Mtu mkweli uzungumza ya haki. Yesu alikuwa ni wa kweli, ni mkweli, akazungumza iliyo haki. Aliyozungumza ambayo ni haki nini? Ni dini. Hiyo dini ambayo ni ya haki ni gani kwa mujibu wa maneno ya Yesu? Luka 1:79. Kabla Qur'ani haijatangaza, Yesu anasemaje kuhusu hiyo dini? Ukisikia neno dini, maana yake hilo neno la Kiarabu, Kiswahili ni njia. Kwa Yesu kusema kwamba mimi ndimi njia, ina maana kwamba yeye anafundisha hiyo njia ya Mungu ambayo ni dini ya Mungu. Sasa njia gani hiyo? Twende mwalimu. Inasema kwa njia ya rehema za Mungu wetu, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utoka juu umetufikia. Endelea. Kuangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, kuangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu katika nini? Kwenye njia ya amani. Na kuongoza miguu yetu kwenye njia, yani dini ya amani. Neno Islam, neno la Kiarabu linamaanisha amani. Malaika Gabriel alipokuja kwa mama Maryam akamwambia salamu, uliyepewa neema, maana yake amani, kuwa na amani wewe uliopewa neema. Yesu anasema kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani, kwa maana kwenye njia ya Uislamu. Kama unaandiko Yesu Mkristo, meza hiyo hapo, Biblia iko hapo, tuambie Yesu ni Mkristo au alikuja akafundisha watu dini ya Ukristo? Hakuna. Kama unabisha, meza ile pale. Na manabii wote walikuja akafundisha dini hiyo. Mwalimu, naam. Nimesaji kwenye Biblia hapa. Twende baba. Watu wa haki, hebu sikiza hiyo. Mwanzo 6:9. Mwanzo 6:9. Twende baba. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki. Nuhu alikuwa mtu wa haki, alikuwa Muislamu, alikuwa na dini ya Uislamu ya haki. Unaona? Mathayo 1:19. Twende baba. Na Yusufu mumewe, kwa vile alikuwa mtu wa haki. Kwa vile alikuwa mtu wa haki, alikuwa Muislamu, alikuwa na dini ya haki. Unaona? 6:20 Marko. Twende. Maana Herode alimwogopa Yohana, akimjua kuwa nini? Ni mtu wa haki. Alimwogopa kwa sababu anajua huyu ni mtu wa haki. Qur'ani imesema watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adamu. Unasikia? Maneno ndio hayo. Methali 11:28 kama sikosei. 12:28. 12:28 kitabu cha Methali. Ndio inasemaje? Methali inasema
Jamaa wameingia mitini nafanya mchezo. Inasema uji moto huu. Twende katika njia ya haki. Katika njia ya haki kuna uhai. Katika dini ya haki kuna uhai. Kuwa mwenye dini ya haki. Qur'ani inasemaje? 3:19 Qur'an. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ni Uislamu. Yesu awe Mkristo achekwe. Hii Mkristo anaenda msikitini. Mkristo anaenda msikitini. Luka 4:16. Anzia 14. Mkristo anaenda msikitini kweli? Akafanya nini? Inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Habari zake Bwana Yesu zikaenea katika nchi zote za kando kando. Twende. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akitukuzwa na watu wote. Endelea baba. Akaenda Nazareti. Yesu huyo. Hapo alipolelewa. Hapo Nazareti ndipo alipolelewa. Endelea. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu siku ya ibada anaingia katika nyumba inaitwa sinagogi. Tena hiyo ni desturi yake, ni kawaida yake. Biblia inasemaje? Maana walioandika Biblia waliongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasemaje kuhusu neno sinagogi? Nini maana ya sinagogi? Msikiti wa Wayahudi. Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Wayahudi ni kabila, wakajenga nyumba ya ibada inayoitwa sinagogi ambayo ni msikiti. Anaenda msikitini ni mtu wa dini gani? Yesu anaenda huko anafanya ibada, anafundishia huko. Mtu aje atoe andiko hata siku moja Yesu kaingia kanisani. Licha kwenda kufanya ibada, aingie ataseme asimame tubadili andiko litoke. Hakuna. Iko hivyo. Kwa hiyo tukiambizana maandiko ndivyo wanavyosema, hiyo ndio haki, lazima izungumzwe. Nabii Nuhu alikuwa Muislamu. Nabii Nuhu alikuwa Muislamu, akatangaza dini ya Uislamu. Naomba mwalimu taratibu, kwa sababu ya mafundisho yawe mapana zaidi, nisomee Suratu Nuh kuanzia aya ya 1. Taratibu. Tunaanza kukinoa kisu pande zote sasa. Mtu kama ana maswali, meza maswali iko pale. Mzee wangu pale, habari baba? Kwa salama. Karibu sana, kiti iko hapo. Karibu tu mzee. Tunafundishana maneno ya Mungu. Hakuna kejeli, hakuna matusi, ni maandiko ndio ambayo yatuambie. Kama unaona nimefundisha makosa, nirekebishe kwa maandiko yako pale. Mimi nitakusikiza. Nina wasiwasi gani? Nishindane mimi nani? Na kitabu sikuandika mimi. Sikuandika kitabu, sikuandika Qur'ani, sikuandika Biblia, lakini naamini kama ilivyoandikwa ndivyo ninavyoamini. Alafu nitoe shukrani kubwa sana kwa serikali yetu ya Kenya, kwa sababu imepeana uhuru wa kuamini na kuabudu na nafasi ya kutangaza imani yako. Kwa hiyo naitangaza imani yangu kwa mujibu wa vitabu hivyo, na vitabu vyenyewe vimejitosheleza. Twende mwalimu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake. Mungu anasema hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake, ya kwamba waonye watu wako, kwamba Nuhu waonye watu wako kabla ya kuwajia adhabu iumizayo. Kwa maana mkifanya maovu, ikiwa hamtopata watu wa kuwaonya, basi mjue adhabu ya Mungu iumizayo itawajia. Tusipokuja tukawaonya watu, wataadhibiwa kama watu wa Nuhu. Na Nuhu ndio yule ambaye alijenga safina, Waislamu wote wakaingia ndani ya safina, wasiokuwa Waislamu wakabaki nje ya safina. Kama unapinga, meza iko pale, utuambie watu wa Nuhu walioingia kwenye safina walikuwa watu wa dini gani? Hapo sasa. Yaani hapa kila aya swali hapo. Kila aya tunatoa swali hapo. Twende baba. Maana Yesu hajazaliwa. Yesu hata sasa
sawa. Kama Yesu hajazaliwa atakuwa na dini ya Ukristo tu, na Ukristo upatikani mpaka Yesu apatikane. Sasa wao manabii huko nyuma walikuwa na dini gani? Twende mwalimu. Akasema, enyi watu wangu, enyi watu wangu, hakika mimi ni mwonyaji aliyedhahiri kwenu. Hakika mimi ni mwonyaji aliyedhahiri kwenu, ya kuwa ndio mwabuduni Mwenyezi Mungu na mcheni na mnitii. Mwabuduni Mwenyezi Mungu na mmuogope Mungu na mnitii mimi. Huyo ni nabii Nuhu. Endelea. Atakusameheni madhambi yenu. Kisha Mungu akaeleza kuhusiana na faida ya mtu kumwabudu Mungu na kumwamini nabii na kumtii Mwenyezi Mungu. Akasema kwamba Mungu atawasameheni makosa yenu. Endelea. Na atakuahirisheni bila ya balaa. Endelea. Mpaka muda uliowekwa. Kisha Mungu atawaweka bila shida yoyote, mtapata amani mpaka siku maalum yawe kuondoka katika hii dunia. Twende. Hakika ijapo ajali itokayo kwa Mwenyezi Mungu, hakika muda unapotoka kwa Mwenyezi Mungu na ajali haizuiliki. Hakuna ambacho kinazuilika, na ni kweli. Unatoka asubuhi, unaaga mkeo, unaenda zako kazini, ikifika saa 4 mkeo anapigiwa simu, bwana mumeo amepata ajali na amekufa, hivi sasa yuko Makadara mochari. Yaani unarudi nyumbani maiti. Muda ukifika wewe unaenda. Ndio maana unaambiwa ufanye ibada, mkumbuke Mola wako kabla ya kila kitu, ili uondoke katika hii dunia hali ya kuwa wewe ni mcha Mungu ambaye unamjua Mwenyezi Mungu ni nani. Twende baba. Akasema, Mola wangu, Mola wangu, kwa hakika nimewalingania, nimewaita watu wangu usiku na mchana. Watu wa Nuhu walikataa maneno ya Mungu. Walipokataa maneno ya Mungu, Nabii Nuhu akashtaki kwa Mwenyezi Mungu akasema, Mola wangu, hakika watu wangu nimewaita usiku na mchana, kama hivi ambavyo tunawaita hapa mtu hapa. Tunakuja hapa kuanzia saa 9 tunafunga spika, tunawaita watu. Ni wagumu katika kusikiza neno la Mungu. Kila mmoja anashika njia naye, si Muislamu si Mkristo, lakini wito wangu wote wapo hapa, wako tu. Hajui kama hiyo kazi yao muhimu sana. Twende. Lakini wito wangu haukuwazidishia ila kukimbia. Wanakimbia. Hivyo watakuja saa 12 zakaswali kuuliza, tunaenda kuswali jameni, mbona mkuja mapema? Kuna brother hapa jana alisema bana, kesho mimi aje mapema. Alikuja akana pikipiki hapo, akachukulia kole uji moto, akachika njia akaenda. Unafanya mchezo, lazima tafute support. Twende baba. Na kila mara nilipowaita uwasamehe, waliziba masikio yao kwa vidole vyao. Kila mara wanapoitwa ili wasamehewe na Mwenyezi Mungu, wanaziba masikio yao kwa vidole vyao. Hapa sasa kuna watu wanachukia, na sio Wakristo peke yake, kuna Waislamu wanachukia siku hapa. Wapo. Hiyo itakuwa ni lazima hivi. Yaani wapo, mimi nakwambia shekhe, wapo. Yaani wanasikia vibaya kwa nini hadi jamaa wako hapa. Hatari kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe washazoea, anataka akae aone kila aina uchafu ambao uko eneo la Mtwapa. Hawakereki kuona wanawake anatembea uchi ovyo. Hawakereki kuona hata baadhi ya vijana wa Kiislamu na keti unakula mjokaa, wanachizika, wanavuta bangi. Hawakereki na hilo. Aliwakeri hilo, lakini wanakereka kwa sababu wale mashehe pale wanazungumza maneno ya Mungu, na huyo ni Muislamu. Aniambie, ikiwa kilema kimeingia kinyesi, wewe unasemaje kuhusu hiyo suruali? Siona ni hatari kubwa sana. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa elimu hii na akatupa uwezo wa kuja, tutaifanya kazi hii walau karihal mushrikun walau karihal kafirun. Hata kama watachukia washirikina, hata kama watachukia makafiri, sisi lazima tutaifanya kazi. Hata kama watachukia wanafiki, sisi kazi tutaifanya biidhnillahi karim. Twende mwalimu. Na walijifunika nguo zao gubi. Endelea. Na walizidi kuendelea na kufuru na wakafanya kiburi kingi. Watu wa Nuhu waliosikia wanasikia maneno ya Mungu wakawa wanajifunika nguo gubi wasisikie maneno ya Mungu, wakafanya kiburi na chuki
kuchukia matangazo ya dini ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Tena niliwaita kwa jahari. Mungu anasema thumma inni da'awtuhum jihara, kisha mimi nimewaita wao kwa jahari, wazi wazi. Tunafunga spika, tunawaita wazi wazi kabisa, mchana kweupe, mchana kweupe. Kisha nikawatangazia kwa kelele. Tena jari ilizunguka ikatangaza kwa kelele, Mtwapa nzima. Wallahi sasa izunguka utaona kila maskani kuna vijana wa Kikristo na wa Kiislamu wameketi wanakula starehe, lakini maneno haya hawayasikii. Unaona hatari pale ilipo. Na hapo labda utakuta hata watu wazima pia wameketi pale, watu wa miaka 50, 60, 70 ameketi pale, mpaka aweze kutafuna jaba anafanya kublendi anywe. Amekuwa kibogoyo, amekuwa kibogoyo, ana blend kabisa, anywe supu ya jaba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtu mzima wewe anachumulia kaburi, hakumbuki. Hatari sana. Tena nikasema nao kwa siri, nikawaambia ombeni msamaha kwa Mola wenu. Faqultu astaghfiru rabbakum, hakika yeye ni mwingi wa msamaha. Innahu kana ghaffara, atakuleteni mawingu yanyeshayo mvua nyingi. Yursilis samaa alaykum midrara, wakati mnapotaka msamaha kwa Mungu, Mungu ataleta neema. Mkae mkilaumu Ruto tu, maisha ya Ruto magumu. Muabuduni Mungu. Ruto hapeani riziki, anapeana riziki ni Mungu. Ni vipi? Bwana anamtia kwa balaa huyu mzee wa watu, simwache na amani. Anatoa riziki ni Allah. Muabuduni Mola wenu. Aya Qur'ani inasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrar. Mnapomwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu analeta mvua yenye mapato. Wewe unafikiri kama tunalima na mvua inanyesha vizuri, wewe na dukani kwenda kununua nini? Unga wa Ruto kama 150, naona mahindi yako wapata nini huko? Si unataka mwenyewe? Kwa nini? Kwa sababu watu wanataka berere, hawataki kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio shida. Na atakupeni mali na watoto. Tena Mungu anasema kama huna mali wewe ni maskini, mwabudu Mungu, Mwenyezi Mungu atakupa mali, na kama wewe ni tasa, Mwenyezi Mungu atakupa mtoto pia. Na atakupeni mabustani, utapewa mashamba, na atakufanyieni mito. Atakufanyieni mito pia yenye kupita maji ndani yake katika mashamba yenu. Neema ziko tena, alhamdulillah. Ukiangalia baadhi ya miji kama mfano Tana River, kuna River Tana, ikiwa uko sehemu kama zile, wewe mwenyewe mto uko kama vile, ni neema ya Mungu. Ni wewe jitolelee, ulime, unyunyize, basi Mungu alete kheri zake. Wewe ukae hiyo na maabudu Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo ni nyepesi. Mungu anasema mnapotaka msamaha, ataweza kuleta mvua ambayo ni yenye mapato, yenye mazao, na atawapa mabustani ambayo yana mito ndani yake. Endelea. Mumekuwaje? Hamuweke heshima ya Mwenyezi Mungu. Malakum la tarjuna lillahi waqara, mumekuwaje hamweke heshima kwa Mwenyezi Mungu? Na hali yeye amekuumbeni namna baada ya namna. Wakad khalaqakum atwara, huyo ndio Mungu ametuumba namna baada ya namna. Kila mmoja ametokea ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, amuoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu 7 tabaka tabaka? Amuoni namna Mwenyezi Mungu alivyoumba mbingu 7 tabaka, moja baada ya moja, hali baada ya hali ya moja. Na akaufanya mwezi ndani yake uwe na nuru. Mungu akaweka mwezi katika ardhi, katika mbingu uwe na nuru. Na akalifanya jua kuwa taa. Yote haya yanafaa iwe mazingatiwa kwetu kwenye kumjua Mungu. Endelea. Na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika ardhi kama mimea. Ndiyo. Kisha atakurudisheni humo. Tena Mungu atawarudisheni humo kwenye hiyo ardhi. Mmeoteshwa katika ardhi kama mmea, na kisha mtarejeshwa kwenye ardhi. Ukae upende usipende tena, utakufa tu. Na tuseme hivyo sio kwa na kuapiza, kwa nini mtabakia wote? Sote tunakufa. Swali, baada ya kufa kitu gani kinaendelea? Utawekewa msalaba pale juu, rest in peace. Wapi? Rest in peace. Wengine wanachomwa. Rest in peace. Na hujafanya lolote hapa. Kuna amani huko? Watu waisome Qur'ani, waisome Biblia. Watu waliokuwa waovu
ndani ya Biblia walifanywa nini? Walitamani wawe karibu na Ibrahimu, wako kuzimu. Ni moto huo. Kwa pale kaburini hakuna kupumzika ndugu yangu kama hujatenda mema, ukae ukilijua hilo. Na Mwenyezi Mungu amekufanyeni ardhi kuwa kitu kizuri mlichotandikiwa kabisa, ili mtembee humo katika njia zilizopana. Haya yote Nabii Nuhu anawalingania watu wamjue Mungu ni nani. Nabii Nuhu akasema, Mwenyezi Mungu. Nabii Nuhu akasema nini? Mola wangu, akasema Mola wangu, hakika hao wameniasi mimi, wamekataa maneno ya Mungu na wamewafuata ambao mali yao na watoto wao hawakuwazidishia ila hasara. Watu wanafuata mali zao na watoto wao, lakini hasara tu. Kama ukijua mali unakufa unaiacha hapa. Takupigia mfano tu. Tulikuwa na baba, kama kuna mali amezikwa nayo haizidi milioni 5 au milioni 10, na yote imeenda, si kwamba ameenda inaenda kumsaidia, inaoza pale na yeye ataoza, lakini mali yake yote mwalimu iko duniani. Umesahau mmoja alichoona na ni bilionea. Kuna bilionea hapa Mombasa alitiwa kibiriti mkiona. Kila mmoja ameenda pale kwenda kushuhudia jamaa anachiwa kibiriti cha. Yaani tena kile cha mshale kimoja baada ya kimoja. Mshale inaisha, unadungwa moto, au wake anaweka mwingine mpaka ukawaka. Unafanya mchezo. Hatari sana. Sasa unaringa nini hapa duniani? Kitu gani cha kukuringisha? Anachoma akiwa bado yuko duniani. Unatembea kifua mbele, umejifurisha ati kidume. Unafanya mchezo. Kulikuwa na wanaume hapa miraba 4 duniani hii, lakini hawapo, wamelala makaburini. Lipi ambao unajifurisha nalo mbele ya mwanadamu mwenzako? Huo mwili Allah amekupa ni kwa sababu umsujudie Mungu, sio kwa sababu ya kuonyesha kiburi. Mungu amekupa mwili mzuri. Mwanamke unaanza kuifanya balabala ndani ya barabara, kila mmoja akiona vitu kama vile tunaona kwamba wewe ni beautiful nini, alafu mwisho ujue kwamba ni udongo unaenda kuoza. Hiyo ni chakula cha funza. Chakula cha funza hicho. Unafanya mchezo. Biblia inasema mwanadamu ambaye ni guu. Mwanadamu ambaye ni guu. Na ni kweli, kwani ukioza wako na funza wanatoka msitu fulani waje wakule. Sio mwenyewe ndio unamea funza. Kwa mwenyewe ndio unamea funza. Kwa maana hili kwamba ni lazima watu wajue kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anastahili kuabudiwa. Mmoja tu, sio Yesu. Ukimwabudu Yesu motoni. Biblia ile pale inasema. Haya, na wakafanya hila kubwa za kubadilisha dini. Ndio. Na ambao waliwaambia wafuasi wao. Aliwaambia nini? Msiache miungu yenu, msiache miungu yenu, wala msiwache wadi wala suwa wala yahuda wala yauka wala nasra. Kulikuwa na waungu ambao walikuwa na waabudu wakati wa Nabii Nuhu. Waungu hawa ni majina ya watu wema waliotangulia wakati wa Nabii Hud. Wakati wa Nabii Hud alayhi salam kulikuwa na watu ambao walikuwa ni wema. Alafu baada ya kuwa sasa generation after generation walipokufa, wakawa watu wanakumbuka zile majina ya wale watu waliokuwa wema zamani. Walikuwa wanakumbuka. Ibilisi alayhi laana akawajia wanadamu katika nyumba za ibada, akaanza kuwashawishi, kuwaonyesha kwamba uko muhimu wa kuweza kuandika picha zao, kuweza kuandika majina yao, kulimia makaburi yao na kuweka picha zao. Mwishowe wakachonga sanamu sasa, wakaliingiza katika majumba ya ibada, wakawa wanayaabudu. Kisha wakawa wanaambiana sasa, wakati Nuhu amekuja, wanaambiana msiache waungu wenu, msiache Waddan wala Yahuka wasuaa wa Yahuka wa Nasra. Waungu wanne hawa ambao walikuwa ni masanamu walikuwa wanawaabudu. Kama vile hapo Mtwapa kuna watu ambao jamani, wale jamaa wale wapiga Kristo wale. Msiwasikize. Haja mchezo. Mpinga Kristo. Wewe unamjua mpinga Kristo wao wakisana. Njoo hapo tukuonyeshe mpinga Kristo nani kwa mujibu wa Biblia. Twende baba. Nao wamekushapoteza watu wengi. Wala usiwazidishie madhalimu. Ila wadhalimu hawa ila kupotelea mbali. Endelea. Basi kwa ajili
ajili ya makosa yao waligharikishwa, kwa ajili ya makosa yao waligharikishwa, wakaingizwa motoni, wala hawakuwapata wa kuwanusuru mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa ikafikia kipindi ambacho Nabii Allah Nuhu alayhi salam amechoka. Ndio kwamba hii kazi inachokesha. Kwa nini Nabii Nuhu achoke? Amewaita watu katika mikutano kama hii na mihadhara miaka 950. Shabani, umefanya dawa miaka mingapi? Kutoka 2000 mpaka sasa miaka 25. Haujafika hata hiyo 50 hujaifikia. Nuhu alifanya hii kazi miaka 950. Mpaka ikafikia wakati sasa watu wote wamegeuka. Sasa inafikia wakati hata wale ambao wamemwamini sasa anachelea sije wakamtoroka. Kuna maneno kabidi ayaseme. Alisema nini 26 hapo? Na Nuhu akazidi kusema. Nuhu akasema nini? Mola wangu, usiwache juu ya ardhi mkazi wake yoyote katika makafiri. Usiwache juu ya ardhi mkazi wake yoyote katika makafiri. Endelea. Hakika ukiwaacha, innaka intadharuhum, watapoteza watu wako waliotengenea, yudhillu ibadak, wala hawatazaa ila watoto waovu wenye kufuru kama wao, wala yalidu illa fajiran kafara. Nuhu akaona hali iliyofikia sasa ni wasipoangamizwa hawa, hata watu waliotengenea, watu waliofuata neema ya Mungu, waliofuata Uislamu pia wataanza kuuacha Uislamu, sasa warudi huko. Ikabidi Nuhu alayhi salam awaapize sasa. Baada ya kuwaapiza kukatokea nini? Mola wangu, nighufirie mimi na wazee wangu, nisamehe mimi na wazee wangu, na kila aliyeingia nyumbani mwangu, aliyakuwa ni Muislamu. Kumbe watu wa Nuhu walikuwa ni Waislamu, na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake, wala usiwazidishie madhalimu ila maangamizo, kwa maangamizo. Hiyo ndio dini ya Allah, huo ndio Uislamu. Manabii wote walikuwa ni Waislamu, Mada ni pana sana, lakini naomba nimpishe Ustadh Shaaban atuambie nani kaleta Ukristo duniani. Maana Uislamu kaleta Mungu na kapewa manabii. Ustadh Shaaban uje utuambie nani kaleta Ukristo duniani, na alikuwa na mpango gani huyu jamaa? Maana huyu jamaa ndio ambaye amegeuza watu akili zao huyu. Karibu Ustadh Shaaban uweze kusimamisha mada hiyo kwa muda uliobakia, na mtu kama ana swali karibu kwenye meza ya maswali, siogope kabisa. Naam, shukran sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kwa wale ndugu zetu katika binadamu, amani ya Mwenyezi Mungu pamoja naye. Alhamdulillah alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama kuna mtu ambaye ana swali, tunaomba aweze kukaa kwenye meza aulize swali lake. Ni muda wa maswali. Kuna mtu yeyote labda ako na swali kwa yale yote ambayo mwalimu ameweza kufikisha kwa siku ya leo, mada ya kwanza na nyongeza? Kuna mtu yeyote analo swali? Wako wapi wale ndugu zetu kibinadamu? Tangu jana wanaingia mapema, wanaingia kuchelewa, kisha wanang'ang'ana sana tukwambia waje leo mapema, wakasema watafika mapema. Wako wapi? Mnatakikana mjiamini, mnatakiwa mjiamini. Biblia iko pale, na kama unaona ile yetu haikusaidii, beba ya kwako, njoo nayo pale ukae. Kama ilivyotokea Kibra tukihubiri kama hivi, alikuja mama mmoja akakaa na Biblia yake pale, akasema
Mimi na mtoto wangu, najua Kibra kuna sehemu, kuna shule, ile shule ni ya Kiislamu. Sasa mtoto wake anasoma pale. Sasa nidhamu iliyoko pale, watoto wote wanachukua ile nidhamu ya pale, ni nidhamu ya Kiislamu. Mtoto akirudi nyumbani hawezi kula mpaka apige bismillah. Mama anasema, kwa nini mtoto ana maneno anaongea wakati anakula? Kwa nini ana hii, nini maana yake hii? Nini maana yake? Alipofahamishwa ile Biblia aliacha pale pale. Biblia Kikamba, hiyo ndio Biblia yetu ya kwanza tulipata ya Kikamba, ilitokea kwa mama. Kwa hivyo wewe kama una maswali usiogope, kaa pale, au sisi tutakuuliza. Mwalimu ameacha hoja hapa, nani kaleta Ukristo? Na kama mtu ameona anataka kusilimu, na kama unataka kusilimu pia njoo. Usiogope, maneno tu mawili. Uthibitishe kwa moyo wako, utamke kwa ulimi wako, basi utatamka nini? Kuja pale sahihi. Unakuwa Muislamu. Tukupeleki mtoni wala baharini. Utaangamia bure, kwenye mto utaangamia na mamba, baharini kuna papa kule. Ya nini tu riski maisha yako? Njoo pale. Hili swali ameacha mwalimu, sitaki kulijibu mimi. Nani alianzisha Ukristo? Kama wewe ni Mkristo unaweza kujua hilo. Kaa pale utaonyeshe kwenye Biblia nani alianzisha Ukristo. Wala kuuliza hilo sio dhambi. Wala kuja koseka mahali popote kwamba eti umekosea chochote, hamna. Ni swali limewekwa mezani, nani mwanzilishi wa Ukristo? Kwa nini tuulize swali hili? Mwalimu, nipo. Nisomee 16:20 Mathayo. 16:20 Mathayo. Kwa nini tuulize swali hilo? 16:20 Mathayo inasema, inasemaje? Kwa wenye kuandika nasema hivi. 16:20 inasema, inasemaje? Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiyo Kristo. Kumbe Yesu alikataza sana watu wasimwambie yeye ni nani? Ni Kristo. Nyinyi mtuambie, nani aliwatangazia kwa yeye ni Kristo wakati yeye amekataza? Na kwa nini akataze? Kwa nini Yesu akataze kuitwa Kristo? Kwa nini? Kwani hili neno Kristo lina nini? Hili neno Kristo hili lina nini? Neno Kristo halijulikaniwi katika Israeli, yani si asili katika Israeli. Linatoka kwa Wagiriki, wa Yunani. Ukurasa wa 200, hiyo Biblia ya zamani, ukurasa wa 282. Tutafute neno Kristo. Ukurasa 282. Wameeleza nini hapo maana ya Kristo? Sikizeni vizuri. So unajibebea na mimi Kristo, ni wewe. Kwani lakini sio Yesu. Wewe ndio Kristo, sio Yesu. 82 nasema, mwalimu koje kuandika. Ukurasa inasemaje maneno madogo pale chini? Neno hili nini? Masihi. Kumbe neno hili Masihi kwa Kiebrania linatamkwa kwa Kiebrania. Ukisikia Masihi linatamkwa kwa Kiebrania. Endelea. Maana yake, maana ya neno Masihi sasa ni mti wa mafuta. Ukimwona mtu ametiwa mafuta anakuwa ni Masihi. Kwa tafsiri ya maana ya Masihi anakuwa ni mti wa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu, ameapishwa kwa hiyo shughuli ambayo ameapishwa nayo, kwa kutiwa mafuta. Ndio inaitwa kutiwa mafuta. Sasa tukachukua mafuta nazo mpaka wasema mpaka, hapana, ameapishwa kwa hiyo shughuli. Endelea. Ili akishafanywa hiyo anakuwaje? Ili awe mfalme. Anaweza kuwa mfalme kama tulivyo na mfalme katika nchi yetu ya Kenya, ni rais wa nchi aliapishwa. Huko ndio kutiwa mafuta. Endelea. Ili awe mfalme. Anaweza kuwa mfalme au kuhani, au anaweza kuwa kuhani au nabii, au anaweza kuwa nabii. Kwa hivyo nabii pia alikula kiapo kwa Mungu kwa kile kazi aliyokabidhiwa, na ndio maana akachukua jukumu zito sana la kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Kwa Kiyunani, Wayunani sasa ambao ni Wagiriki, wakimwona mfalme au rais, wakimwona kuhani, wakimwona na nabii,
wanamuitaje? Kwa Kiyunani, Kwa Kiyunani ni Kristo. wanamuita Kristo. Unaona? Kwa hivyo asili neno Kristo halitokani na Wayahudi wala Israeli, bali linatokana na Wayunani, kwa sababu Yesu alikuwa ni nabii. Alipoitwa Kristo kuna wakati alikubali na kuna wakati alipoitwa Kristo alikataa. Kwa nini? Kwa sababu upande mwingine wale Wagiriki walikuwa na mungu wao wa sanamu wanamuita Kristos. Sasa vipi akubali? Vipi akubali? Na leo hii ndo hao wameenda mpaka wakamfanya Yesu ndo ile lisanamu kule walimuita Kristos, wakamfanya Mungu, na kuna watu leo hii wanamfanya Yesu ndo Mungu mwenyewe. Haya, imani hiyo simetoka kwa Wagiriki. Hii ni hatari. Hilo neno halitoki kwa Mungu, neno Kristo ni hatari. Na Ukristo umeanza miaka 14, Yesu achapa kwenda mbinguni, hayupo. 11:25 Matendo 11. Kama kuna mtu ana maswali akae kwenye meza imekaa bure pale, inahitaji maswali. Na ikiwa huna swali, wewe kaa tu kama Mkristo ambao umsomi, kaa pale nikuulize maswali. Mimi nitakuuliza alafu ufundisha watu. Mimi nitakuuliza na maswali 1000, lakini ukijibu swali moja sawa sawa unanibatiza. Sawa? Rafiki yangu ananiangalia. Niko na maswali 1000, lakini ukijibu moja sahihi, moja tu. Lakini sasa lazima nikuulize. Tayari kubwa sana. Huwezi kumpeleka Muislamu Shakahola. Huwezi, kwa mpango upi? Yule anapeleka watu Shakahola, tungeletewa tu pale akae nusu saa tu. Inatutosha sisi. Hata hiyo kesi inaisha. Maana koti itajua kumbe ni mjinga hajui chochote. Yaani tutaokoa yeye pamoja na hao wengine wote wale wanaofunga huko na mjui. Kuna wengine wanaendelea kufunga wakifa. Hatari sana. Soma 11:25. Umesoma? Matendo ya Mitume inasema. Inasemaje? Inasema hivi. 25 sema. Kisha akatoka huko. Akaenda Tarso. Huyo ni Paulo, alitoka huko akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Huyo Barnaba alitoka huko akaenda Tarso kumtafuta Sauli ambaye ndiye Paulo. Endelea. Hata ndio alipomuona sasa akamleta Antiokia. Akamchukua mpaka Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Wakachukua mwaka mzima. Wakakusanyika wapi? Pamoja na kanisa. Wakakusanyika pamoja na kanisa, na ndio maana ya neno kanisa liko na maana mbili. Kanisa mkusanyiko wa watu, na kanisa jengo watu wanapoingia kukusanyika kwa ibada, pia ikaitwa kanisa. Sasa Paulo na Barnaba wakusanya watu mwaka mzima. Wakifanyaje? Na kuwafundisha watu wengi. Watu wengi walikusanywa wakati huo wakafundishwa na Paulo. Endelea. Na wanafunzi wa Paulo. Na wanafunzi sasa wanapatikana zama hizo. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza. Wapi? Hapo Antiokia. Kwa mara ya kwanza sasa wanafunzi waliopatikana pale na Paulo na Barnaba waliitwa jina kwamba hawa ni Wakristo. Hiyo ni miaka 14 Yesu hayuko duniani. Tena sio wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa Paulo. Sasa jiulizeni Paulo ni nani? Ndio maana mafundisho anayofundisha Paulo yanakuja yanagongana na nani? Na Yesu. Yeye unajua anafundisha nini? Anafundisha nini? 9:5. Warumi 9:5 Warumi. Mafundisho yake haya. Mafundisho ya Paulo. Warumi 9:5 inasema. Na ndio maana Wayahudi walipoona huyu jamaa noma sasa analeta balaa, walimkamata Paulo wakakata kichwa. Ndio Biblia inavyosema. Wakakata kichwa. Tena alikuwa amechukua nani? Petro. Amemfanya kama mtumwa wake. Kila atakachozungumza Paulo, Petro anakubali, wakati Petro alikaa na Yesu. Na Yesu alimwambia, wewe Petro utanikana wewe. Tena akaambiwa iko siku wewe Petro utakuwa mzee. Atakuja mtu alitokea tokapo, atakushika kufunge. Akupeleke popote atakapo. Na ikawa hivyo kweli. Akashikwa na Paulo, akawa kila atakachosema ashakuwa mnafiki. Wayahudi wakamchukua huyo Paulo, wakakata shingo, Petro wakamsulubisha. Miguu juu kichwa chini. Pale alipozikwa ukajengwa kanisa la kwanza duniani. Roma, Italy. Wakaliita Saint Peter. Ndio pale yule jamaa
Baba Mtakatifu unamwita, anatokea pale akisimama pale, ile wakafanya uchaguzi ule wa sirisiri, vile vituko vya hilo na kaburi chini yake kuna kaburi la Petro ambaye alikuwa mnafiki akimfuata Paulo. Soma 9:5 inasemaje? Ambao mababu ni wao. Andiko linatuambia ambao mababu ni wao, maneno ya Paulo hayo. Na katika hao mababu alitoka Kristo katika hao mababu. Haya, wewe Mkristo, Yesu alitoka kwa mababu? Njoo tuambie, alitoka kwa mababu gani? Yesu alitoka kwa mababu gani? Na hao mababu wako wapi? Alitoka Kristo. Alitoka kwa Bikira Maria. Dada ni msomi. Dada ni msomi. Alisoma sana. Ni kweli Yesu alitoka kwa Bikira Maria. Hatari kubwa sana. Haya. Sio kwa mababu, lakini Biblia inasema, hebu rudia labda atasikia vizuri. Ambao mababu ni wao, ambao, hiyo ni 9:5 Warumi, ambao mababu ni wao, na katika hao mababu alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Haya, huyu Kristo alitoka kwa jinsi ya mwili. Kwa hao mababu ni nani? Ni yupi huyu? Maana tunaambiwa sisi mababu ni kina nani? Tuliomjua sisi alitoka kwa Mariamu. Hatari sana. Na sio kwamba alitoka kwa Mariamu, alizaliwa na Mariamu, lakini alitoka kwa Mungu. Huyo ndio tunamjua sisi. Jamani Wakristo, tukisoma maandiko kama tunataka mje mtufunze. Hakuna wasomi hapa. Subutu watoki wapi? Hakuna wasomi hapa mtoka. Msomi wa Kristo amfundishe Muislamu. Ni kuchukua spare ya tractor kuiweka kwa tuktuk. Nashangaa sijui itakuwaje kwa. Kijana ni tairi la tractor lile, uje ufunge kule mbele kwa tuktuk. Ikienda iko. Nafanya mchezo. Waislamu wasomi. Hatari sana. Alafu kuna jamaa tulikuwa tuko mbali tukiona kwenye mtandao wake akiwa hapa. Jamaa Sarakasi, unamjua? Kwa jamaa Sarakasi anapenda sana kija anakaa hapa. Anapenda kitandiko ati nini? Unashangaa huyu anaongea nini, hata eleweki lugha yake anaongea ni kubwa sana. Ujio sana. Amewasomea ndiko kama hilo. Au bebena ndiko kama hilo, mpelekeeni alafu ambie somesha sasa. Huyu Kristo alitoka kwa jinsi ya mwili kwa mababu. Au mababu ni kina nani? Yeye mwenyewe ni yupi? Na alienda kawaje ule alitoka kwa mababu. Mje mtuambie. Hii ni hatari. Endelea. Sikiza sasa anachokuambia Paulo. Ambao mababu ni hao. Ambao mababu ni wao. Na katika hao mababu alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Endelea. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Anasema huyo Kristo alitoka kwa mababu, ndiye aliye juu ya mambo yote. Sikizani ponda anaoileta Mungu. Tena anasema huyo ndiye Mungu mwenye kuhimidiwa milele, ambaye anahimidiwa milele. Amin. Huyu sasa amefundisha watu kuna Yesu alitoka kwa mababu ambaye ni nani? Eti ni Mungu. Ni Mungu, si ndio huyo mkabeba? Sasa wapi andiko Yesu anasema mimi ni Mungu niabuduni? Leteni mwilo andiko sasa. Yesu anasema mimi ni Mungu niabuduni, ambapo yeye mwenyewe aliabudu. Sana tu. Hii ni 42 Luka. 42 Luka. Kwani ni kesho? Sasa hiyo. Sasa Mungu anaabudu. Mungu anaabudu Mungu mwingine. Ni mkubwa sana. Tunaomba maswali jamani wa Kristo pale, mtufundishe. Biblia ziko pale, na kama uziamini zile lete ya kwako. Hata kulipokucha alitoka akaenda mahali pasipokuwa. Huyu sasa ndio Yesu ambaye sisi tunamjua huyu hapa. Sio yule mababu, huyu hapa anazungumziwa. Alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu. Endelea. Makutano wakawa wakimtafuta. Wanamtafuta Yesu hawamuone. Wakafika kwake. Mara wakamfikia Yesu alipokuwa. Wakataka kumzuia asiondoke kwao. Yesu ili asiondoke kwao. Akawaambia, sikizeni Yesu anasema nini? Akawaambia nini? Imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Imenipasa mimi Yesu kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia. Kwa sababu miji ni 12
anasema katika miji mingine pia msinizuie tu hapa, kwa sababu hiyo ya kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, mimi Yesu nilitumwa kwa ajili ya sababu hiyo. Alafu unasema ni Mungu. Sasa Mungu anatumwa na nani tena? Ona ndani ni Mungu au Mungu alitumwa na nani? Hivi nikiuliza hilo ni dhambi? Hatari kubwa sana. Ni dhambi kiuliza hivyo? Hatari na nusu. Wale jamaa jana nilikuwa na watamani sana. Leo ilikuwa niwapigie mada ambayo ilikuwa inalingana na kauli zao kabisa walizokuwa wameziweka, lakini tutaweka ukiporo, inshallah kesho tutaipiga tena hiyo. Tuko na wao mpaka kieleweke hapa. Alafu ujumbe mwalimu unafika, lazima ufike. Ujumbe unatambaa, maana kama masikio yataziba, moyo utasikia. Unajua shekhe, huwa unajua nini? Kuna mtu anaelewa sana huyu ndugu yangu hapa. Au anaelewa sana. Alafu unajua wanaogopa hii kukurukakara kwa sababu ndio yenye elimu. Wanatamani ile haja ketu mtu azungumze huko. Anakufuru watu wamsikize. Atukane watu wamsikize. Kisha sikenjia aondoke. Hataki kuuliza maswali. Hapa unakaa pale, nchi ni kikombe, lazima uniambie, unaweza ukaniambia hiki bana ni kikombe cha blue, sio kuuliza huko kinakuaje blue. Tunasema ni kikombe, ndio kuthibitisha ukikombe wake. Ni kikombe baba, ubakie kwenye kikombe. Ni kikombe, lakini watu natilia mboga sawa, kwani ukibakuli ama kikombe. Hatari sana, hatari kubwa sana, hatari sana. Hakuna neema kama kuwa Muislamu, neema kubwa sana. Neema, hakuna nabii aliyekuwa Mkristo, hakuna hata mmoja, hakuna hata kwa bahati mbaya, hakuna. Ndio kweli, Yesu hakuwa Mkristo. Yesu hajawahi kuwa Mkristo hata siku moja. Au Mkristo acheko. Yaani Ukristo wa Yesu unatoa wapi kwanza? Yaani hebu tuelezeni. Tunapenda mkije mtufundishe. Yesu jamani ni Mkristo kwa tuone kama inalingana au, lakini kama maandiko ni ambayo tunasoma hapa 13:5 Yohana 13:5, asikizeni huyo Mkristo. Unaona wapi akifundisha hivyo? Huyo Mkristo huyo 13:5 Yohana inasemaje? Inasema hivi. Vipi? Kisha akatia maji katika bakuli. Yesu alitia maji kwenye bakuli, akaanza kuwatawadha watu miguu. Akaanza nini? Akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu. Akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu. Haya Wakristo, mnajua maana ya kutawadha nini? Kuna Mkristo anajua maana ya kutawadha? Biblia imesema Yesu aliwatawadha wanafunzi wake miguu akiwa ametia maji kwenye bakuli. Yeye mwenyewe anatumia tishu, atatawadha vipi? Tutawadha na tishu. Hatari ndio hiyo. Hiyo ndio hatari yenyewe hiyo. Umenikumbusha mbali kitu. Karibu sana ndugu yetu, kama unataka unaswali, karibu sana kwenye meza. Hatari kubwa sana kitui. Wale ya corona anasema ni jumuiya ya ndawa. Raha sana. Yaani anasoma hiyo gari hapo. Jumuiya ya ndawa. Yaani hiyo ni jumuiya ya dawa. Raha sana. Wacha tumalize ile andiko alafu mpe swali, mpe mic ndugu yetu hapo. Wenda na swali leo. Wenda tukaswali naye sala ya Bangari. Kisha akatia maji katika bakuli. Yesu alitia maji kwenye bakuli. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Na ukisoma maneno magumu ya Biblia, neno tawadha maana yake ni nawa, oga mbele ya kusali. Ndivyo alivyotafsiri waandishi wa Biblia. Sasa Yesu aliwatawadha wanafunzi miguu. Endelea. Sio jifute tishu wakati wa kuswali. Toe wapi? Endelea. Na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Yesu sio handkerchief. Akawafuta na kitambaa alichojifunga, sio handkerchief. Kile kilema anapenda kujifunga Yesu, kile ndio aliwafuta nacho kuonyesha upendo. Mwelewe vizuri, sije kwa chukuleti ni handkerchief la. Kama kile ambacho kuna mzee wetu. Kama hicho mzee wetu hapa ameweka kwenye bega. Sasa Yesu amejifunga, hicho ndo anamaanisha. Endelea. Hivyo yuaje kwa Simioni Petero. Hivyo yuaje kwa bwana mmoja anaitwa Petero. Huyo akamwambia Yesu nini? Bwana.
Bwana Yesu, wewe wanitawadha miguu mimi? Hivi wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu, akamwambia nini? Akawaambia, nini? Nifanyalo wewe, ambaye Petro, nifanyalo mimi wewe hujui sasa. Hii hujui wewe, lakini utanifahamu baadaye. Mbeleni huko utaelewa. Petro akamwambia Yesu. Petro akamwambia nini? Wewe Yesu, unitawadhi miguu kama hutanitawadha miguu mimi. Yesu akamwambia Petro, kama nisipokutawadha. Akamwambia wewe Petro, sikiza, nisipokutawadha wewe huna shirika nami. Basi huna shirika nami kabisa. Haya, Wakristo hapo vipi? Simshatengwa tayari. Rafiki yangu anaona hii iko nyeupe kabisa hii. Haifichiki hiyo. Hii nyeupe kabisa hii. Sasa inakuaje?